zone kwamba hapa mna ananisumbua. Adui mmoja wa mafanikio mkubwa ni huyo comfort. They use it kwa mamba na chatu. The moment you want to kill a crocodile, unampa chakula kishiba, wala uchukui bunduki unaenda kukaa pale pembeni yake unamchoma chomvi. They do nothing. Au chatu kishiba huwa si unajua wanalalaga kama mzoga. Kwa hiyo ukifika unaweza kufanya vitu vina to speak paka anakufa. Kwa sababu gani? They don't move. Their digestion takes so much energy. Kwa hiyo anashindwa kufanya kingine chochote. This comfort is similar to that. You get comfortable, you relax. Kwa hiyo kama tunataka tufanikiwe chochote, we need to change our mindset. By changing our mindset, lazima tujipe direction. Yes. When you have a clear direction, this is where I want to go. Automatic, your mind will rebuild itself to that direction. Lakini kama you don't have a direction, your mindset will still be the same. Usitaki mtu anisemesha. Mimi siwezi kufanya content ni acheni. Lakini when you really need something, mimi nataka niwe a powerful speaker. Nataka niwe transformative speaker. When you know your direction, your mind will keep changing itself slowly. Amna mtu atakustopisha hata kidogo. But if you don't have a direction, your mind will still hold you there. Usifanye content. Mtandaoni tunatukanaga watu. So it always keeps you back. So let's try to pinpoint where do we want to go. What do you want to achieve after this session? Lakini pia, how do you want people to perceive you? Mimi niliambiwa siku moja hivi, every piece of content unashare katika mitandao ya kijamii, you say what you want people to say about that content. Alafu unapost. They will say exactly how you wanted. Naomba nikufundishe kitu. Siku ukiingiwa na uoga kwamba engagement ni ndogo mtandaoni haitafanya vizuri, kiposti, what happen? Ikiwa unaogopa haingage. Yes. Ukiposti ukasema, mwalimu kasema ni posti itafanya vizuri. Nimeposti, inafanya vizuri. Yes. Why inatokea vile? There is that chemical, how do you call it? Daktari uko hapa. Kuna ile chemical anasema hata mwanamume akipata pesa wanawake mnajua, baby sasa hivi una hela. There is that chemical inaitwa nini? Adrenaline inaongezeka So you feel like Shamsi zipo leo. Everything you do kuna some sort of chemical inatokana na ile emotion uloipata. Mfano ukiweka uoga, dogs sense that. Mbwa wana sense huyu ana uoga huyu. Ni the same energy ukitaka kuposti, ukitia hofu. Someone else anaangalia content with the same fear like I don't know what to do. So utakuta mambo mawili. La kwanza unaweza kukuta haina likes, view nyingi. Or ina likes nyingi, view chache. Because your energy is not centered. So you say what you want people to say about your content. This content is nice. It's going to be transformative, insightful. Watu wataipenda. It will be lovely. Just let's record this. And when you record in post, trust me, people will pick on that energy. Lakini kama wewe your energy is low, ndo maana hakuna mtu ambaye hana confidence hapa. Nikwambie kwa nini? Nikikuwekea milioni 1 mfukoni, nikwambia kwako, simama pale mbele waambie watu tumepata milioni 1. Guys, asanteni. Basi leo because I've changed and shift your energy. The how you feel, yeah? So ndo maana watu wengi, Rodrick alifundisha kwenye public speaking, anasema ukiwa unaongea kuna kitu kinaitwa borrowed confidence. Si unajua mwingine anaweza kavaa tie nzuri, mwingine akatumia koloni nzuri, anything that will add to your confidence. Sasa ukisema mimi sina confidence, kuna something you need kitakupa confidence. Kwa hiyo kinachouaga matokeo yetu katika kuuza mitandaoni na kila mahali, we kill it. Yani sisi ndo tunazofanya. Kuna content ya Dr. Koja. Sijui mwalimu anasema ngoja ni post nimrejeshe, mimi namwambia mnaga matokeo ni post yaone. So wewe ushaanza kusema haina matokeo, ngoja uposti unirejeshe na baadaye tutapata matokeo. Hamna. Nasra, Madam Nasra umekuja kwenye darasa. Kwa mwalimu kipost na kwenda. Mimi mtendaji, mtekelezaji nitafanya kweli. With that positive energy uko nayo, ukaposti. Over sudden alikuwa anafanya matangazo la nyingi sana. Akastopisha matangazo. I'm sorry kusema hii. Akaja the next day akaniambia, Shams, nilikuwa na struggle na container 6 months. Nimeuza
Zimeisha. Nikamwambia did I do anything? Akasema no. Did I shikia bunduki wewe ufanye? Akasema no. Nikamwambia what happened? You change what? Your mind. Mindset is lazima nike matangazo. Hajaweka matangazo. Ile mavita yanatokea mna kusafiri. Mizigo imeuzika yote, niambia Shamsi I have to travel. Kasafiri, hajafika kwenye kuchukua mzigo, akapost content 2-3, akanitumia voice note. Au nishushi tu bei mwalimu nizuze haraka. Sikumwambia no hapana, nikasema hivi, tengeneza content utaona. Katengeneza content, anaziuza kama njugu kwa laki ngapi na? So it's just mindset. Mimi niliwaambia watu siku moja, hakunaga the quality product in the market. Kuna kitu kinaitwa market familiarity. Once we get familiar with huduma fulani, we tend to think that's the best one. Ndio maana tukiulizana hapa sasa hivi, Madam Nasra kafanya biashara vizuri. We have 50 million, tumchagulie gari. Option 3, tumpe gari ya kwanza, gari gani? Ya pili? Ya pili? Ya tatu? Crown. Gari ya kwanza? Prado. Ya kwanza? Ya pili? Ya tatu? So hicho mlichokifanya kinaitwa market familiarity. Mmetaja vitu ambavyo you are familiar with. Yeah? Sijasikia Dodge Camaro, McLaren. Sijasikia. Yeah? Kwa hiyo kama if is a issue of quality, awareness can beat the quality. A proper awareness. Unaona? Yaani wewe unaweza kusema tu hivi, mimi Shamsi, no Shamsi, mimi natengeneza bidhaa nzuri sana. Sinaweza kufanya marketing namna hiyo. Mimi usai sawa. Atakuja mtu hatengenezi kwa ubora wako na atauza, atashika soko lote. Na ubaya wa audience ilivyo, audience ikishare zoe kitu fulani, naamini that's the only thing. Wanadamu sisi saikolojia tuko hivi, tunaogopa kutry kitu chote kipya, na tukitry tunakuwa tunaoga all the time. Wewe ukinunua gari ambalo ulikuwa unaendesha liko juu, next one familia yako akakupa gari ya chini, utakuwa unatembea hivi, hii haigusi kweli. Kwa sababu gani? Your mind is not familiar with that car. Kwa kwenye biashara inabidi uwazoeshe watu waelewe your product or your business in a way they are comfortable with it. Ukifika sehemu inabidi umtoe kwenye kitu kingine awe very uncomfortable. Lakini sasa hivi tumetengeneza mazingira kwamba our customers are very comfortable to just go in the business and outside our businesses comfortably. Like Nasra nitakuja kuchukua hiyo blazer tulokuja yeye. Yeye anaenda kwa Dr. Koja. Anatoka, yani they can move. No, make it, yani asikie aibu. Unaona wanaume tulivyo. Men are so loyal. Ukinyoa kwa kinyozi mmoja, si ukaenda kwa kinyozi mwingine, ukikutana naye unaweza kufanya hivi, kaka ananyoaga huyu jamaa. Unajishtukia. Si ndio rotiki? Unaanza kufanya asije kaona kama nimemkimbia hivi. Sasa tengeneza that feeling kwa mteja wako. Yaani akinunua blazer kwa mtu mwingine Nasra, mnakutana sehemu hivi, ajifikirie mara. So wewe comfort kwamba haina stress za siku za afanye hivi. Yaani sasa hivi sijagi Nasra, ni mambo yanakuwa busy kweli, nisamee sana yani. Hapa hivi mdogo wangu alisafiri ndo kaniletea zawadi nzuri Yaani ajishtukie. How do you make that? By having a proper mindset. I can make you feel or think of anything if I feel it the same. Unajua dunia tunaishi kwenye energy. Once you are loyal, you get someone who is loyal. Yeah. Once you are with high standard, unapata watu wako na wateja wa respond to someone who is weak in the market. Alafu una expect umpate Fatuma Deo jaje kununua kwako. No. Hata deals, tunakamini ni public speaker mzuri, spread deals hela nyingi. How do you position yourself? Kwa hiyo change your mindset. Believe in yourself. Have a proper direction. That's the only way utafanya kwenye soko. Kwa hiyo Madam Nasra, I didn't do nothing. Na madarasa mmefanya, mengi amefundisha Mwalimu Rodrick. Mimi sijafanya. So is it mimi nimekuambia ufanye ubadilisha soko au umebadilisha mwenyewe? It's just mindset. Madaktari mna tabia, mtu kama ameshapona afu ajiamini, mna deal na mindset
Naambia njoo kusome sindano utafanya utembee, unampiga maji, si ndio? Lakini you are dealing with kitaalamu ipo, lakini sio hii ndio mimi nimeongea kawaida, lakini iko kitaalamu kabisa, wanaifanya ni practice ya kumfanya mtu ajiamini. Anakuambia mimi nina malaria sikera kabla, anambia njoo kuna hiki kitu kivuta. Inhale, lala sasa. Akishela kiamka anafanya kama nimeweza kupata nafuu hapa mpaka sababu atakuwa sawa. Afa anatoka hajafanya chochote. It's just the mindset. Kwa hiyo leo you are starting this program. Tell yourself what do you want to get out of this and mean it. And I will just tell you how to do it na nitakudirect how to do it. The rest is up to you. This class is 20/80. I do the 20%, you do the 80%. Sawa? Yes. I'll do with my 20%. Mimi umeshangaa ndogo Sio ndogo. I give you the direction. Ndio maana tunauza hivi viti. But what is the most interested way ya kumfanya mtu anunue hivi viti? Do we say, "Hey babu vipi? Viti vimekuja." People won't even care kama kuna viti pale. Correct? What is the most interested way kumwambia mtu anunue viti? You see, it depends on the audience tunayotaka kuzungumza nayo. Kama ni vijana, we find something entertaining kuwaambia. Kama ni watu wazima, find something kuwaambia. Then we press ile viti kwa pale. So you may get, this is our today's market. It's very tough ukichukulia lightly. Naomba nitoe mfano live kabisa. Madam Nasra kafika airport ya Uturuki akasema, "Jamani, kwa mnaokuja Uturuki mara ya kwanza, hivi vitoroli vinalipiwa hivi. Msivichukue bure. Hakitoke mpaka uchukue hela. Njoo nikuonyeshe. Unaona ile kubwa ile kama la hotelini, ili kabisa linachajiwa, ngoja nikuonyeshe." Akaonyesha. Unaona unabidi ulipie. Anyway, tuko Uturuki, tumekuja kufuata bidhaa zenu, mje mnunue. You see? Ametengeneza interested topic. Akaishare. Through that interested topic, akauza the intentional alikuwa ameenda kuifuata Uturuki. This is called interested piece of content. It's very interesting, like, okay, kumbe Uturuki kuna So umeona the simple mathematics iliyoko ni kwamba if your content is just typically you, then it's not about me. They don't want that. But if it's about them and you, itaangaliwa. But if it's about them 100%, they will save it and share. And they will follow you. Yes. Like kama it's about you and them, they're interested. But if it's about completely them, that is the piece of content wanataka. Kwa kama ni ulimwengu ambao ni interested media, then we need to change everything we think we know about digital marketing. It's not how it is. I wish ingekuwa mnaweza kuzungumza na corporate ziombe zinavyo struggle. Corporate zina struggle big time. The most corporate kila sasa hivi ni sisi nyewe wadogo. Mnawavuruga hao makampuni makubwa. True story. Tafuta mtu anafanya kazi kwenye corporate, kwenye strategy au kwenye marketing, au mwamulizi anakuambia, mnatuchanganya sana nyinyi. Ni mnda chini wanamwambia tu biza. Si yani mnatuvurugia. Yani sisi tunashindwa na sisi. Na wao wanaogopa kuongea that level unaongea kwa sababu gani? Wao washajiweka hapa juu. Sasa wanashindwa kuongea that level. Kwa wanachokifanya tuende redioni. Wanaomba kipindi kule. Sisi tunaangalia, wengi wanakuja wanaopotosha. So wanatafuta namna ya kule overtake soko kwa mbele, lakini tayari nyinyi mmeshali nadhani mmeona media kubwa zinazofanya matangazo mabarabarani wanapitiwa na media ndogo. Mpaka sasa hivi ili kufanya kazi wanatafuta watu wadogo kuambia ukiuza hii kazi tunagawana. Ili sasa kwa sababu nyinyi ndio mnaanza kwa sababu content zinazotengenezwa na corporates haziko interested tena. Kuna mtu hata ajui kama Ocean Road wana account mtandaoni. Si ndio daktari? Au Moi. It's not interested media. Sawa. Kwa hiyo the market has changed. Na nini kinabadilika? Tuelewane kitu. Kinachobadilika is not the market. Is not the algorithm. Is what? The interest. People's interest. That's only. Ukiambia hivi, soko limekukataa, means watu wamekukataa. As simple as that. Naona upate engagement, mtandao unakukataa. Mtandao hujakukataa ni watu it's never about algorithm or the market. It's about the people. Watu wamekupenda, ndio utaenda. Kama leo nimemka leo asubuhi na kuta mada ni Madam Rita tu kaposti kila mahali. That is what people are interested with. Yeah. You see, it's an interested piece of content. This is how the market is. Ndio maana watu wengi ambao wana ile deserving mindset wanalalamika. Unapa nafasi kina duka huru tu. Sasa na wewe ufanye kitu kwa jamii na pick who is most interested
wanampa nafasi. Kwa hiyo change your mind about how digital inafanya kazi sasa hivi. It works from this angle, us zaidi kuliko wewe. The question is, how are you going to make your content? Waone kama sasa this is our content. There's where the trick is. Sawa. So according to this check, the reality is we don't care about your business. We don't care about your coaching. I don't care about your product. What I care if that product is related to my situation. I care only if that is related to my. Now let's create our customer persona. So this is, we call Musa. Musa is your client, yeah? Anakuja kwenye mgawa wako, si ndio? Now let's talk everything about Musa. Is Musa sad or happy? No, I want you to imagine Musa ni mteja wako. At this moment, yeye hajui kama wewe unaweza kumpa hiyo huduma. Picture him kichwani kwako. Is he sad or happy? Sad. So this is Musa, sad. Now, what is going on kichwani kwa Musa sasa hivi? Madeni. Thank you. I love the thinking. Madeni. What else? Kodi. Okay, let's write kodi. Njaa. Majukumu. Uchovu. Tuendelee. Mapenzi. Broke. Tuendelee. Ana haraka. Keep thinking of that Musa still. Tuendelee, Afya. Maisha. Kazi, si ndio? Biashara. Tuendelee. Insecurity. Tuendelee. Mgeni. Tuendelee. Information. Chingine. Chuo. Just everything you think of this customer. Now let me tell you something. Haya ni mambo yote yanakwenda kichwani kwa nani? Kwa Musa. How are we going to tell Musa tuna mgahawa huko pale Temeke, you can just come uagize chakula? Guys, just naomba nirudie kwa lugha nyepesi mnielewe. Musa, haya yote yanaendelea kichwani. Hizi ni blockages. Unajua kitu kinaitwa ad blocker? Wewe unafanya sponsor, unajua ad blocker? Haujui? Unajua kwa nini sipendi mtu afanye matangazo sponsored? Siku hizi kuna tools zinauzwa zina block matangazo mtu yasimfikie. Not interested, ile ni polite way. Kuna tools kabisa una download app inaitwa ad blocker. Si niwaonyeshe hapa kwa nini tunaongea maneno. Ad blocker ina block matangazo yote yamfikie mtu. Ad blocker hizi hapa. Ad blocker serve the web without annoying pop-ups and ads. Ni tools kabisa zimewekwa. Kwa hiyo unafanya sponsored ad, wanasema kashafanya tangazo kwa lipia, basi analipia na block matangazo yako. You get it? People want your money left and right. Now, hizi ad blocker sasa, turudi hapa kwa Musa. Ad blocker ni hivi vitu vinavyoendelea kichwani kwa nani? Tumesema Musa ana shida ya madeni. Kuna mgawa huko pale Temeke, atakusikiliza. Kuna mgawa huko Temeke pale ana kodi, atakusikiliza. Ndio maana tunasema kama ni interested media, they need to resonate na Musa. Mmegeta au bado mmechanganyikiwa? Mmegeta. How do we resonate content yetu na Musa? Na anajua tunafanya nini? Tunamwongelea yeye by picking one of the issue inayoendelea
then unaifix kwenye tangazo lako. Sio mmeget? Yeah. Umeona eh? So sasa hivi unasema Musa, sasa hivi tuongee swala la nini? Njaa. Katika vitu vitatu the killers ya wapambanaji mjini, ya kwanza, ya pili, ya tatu ni, na yote inakuwa source ni nini? Njaa. Whenever unadaiwa kodi, mapenzi imekuumiza na kadhalika, so you need to eat ili uweze kupambana na hiyo mapenzi yako baadaye. And you can't just eat randomly kwa sababu umeachika. Let me tell you something, that lady is texting someone else. That man is texting someone else. Come to our restaurant. You see Arabs do this, mnaonaga Dubai wanafanya. You think they're crazy? They know hizo zote ni ad blocker kwa mtu. Haiwezi kusikia tangazo yako. Mimi nina njaa sasa hivi, nimechitiwa. How do I listen to you? Peleka ujinga huko bana. Kuna dera kavae mwenyewe. Kwa sababu I have so many ad blockers. Napitia vitu usinieleze bwana. Sitaki kukusikia. Na wewe ukilazimisha, you know what? Unajua kuna watu matapeli mjini. Kuna jamaa anaitwa Dukauru. Kila saa listen, sijui serikali kunawachia watu. Anakutengeneza sasa wewe ndo mada. Atakusema kila mahali. Kwa sababu wewe unaniforce because I have so many ad blockers. Hizo zote zinakuwa ni frustration, stress, hasira. Where do I take this hasira? Dr. Koja. Mkutana naye tu hata tusalimiana mzee. Tena ananikema nani mgongo usoni. Mbona nataka kuniua? Kakaje nataka kukuua. Lakini why? Because wewe you don't care about what is going on my life. So how do we do it? We use the same ad blockers to unblock waone matangazo yetu. Pick one of the topic kwa mtu. Yaani sasa hivi what are they thinking? What is going on in their mind? I have to pick one thing. Uchovu. Then go to ChatGPT. ChatGPT, I sell food. I have a restaurant. Mtu ana uchovu sasa hivi. What can I tell them? Ni resonate uchovu wao, lakini pia ni advise aje kule kwenye mgahawa. Search web researches or anything. Ata search, atakwambia no. Hey, ilainishe zaidi iwe in this way. Akishasema kama mbele kamera sasa. I do that all the time. Every creator anafanya hivyo. They do their due diligence. Akija mbele anafanya hivi. Bana, kuna dalili 3 uchovu wako unahitaji kulala. Lakini kuna dalili moja nitakwambia ambayo uchovu wako sio kulala. Unabidi uoge tu. So uchovu wa kulala ya kwanza ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakini nikupe shortcut nyepesi. Chai moja nzuri upate, yeke na kipande cha limao ndani, afika na karafuu kama ya ankochaz pale, alafu kunywa. Inazindua ule, wewe dokta usiniache basi, inazindua nini? So mtu anasema tu, I love the way unafikiria, ni sijui una relate vipi mambo yako. Umenielewa eh? So mtu anasema tu, ila kweli bana, tupate uchai kaka. Hata kama hajakunywa kwako, huko aliko, they will remember who said it. Sawa eh? Na mnaangalia mtandao nyewe, mitandao ni mnaiangalia, social media mnaiangalia. If I say something utaniambia kama mnajua. Sambusa na nikashaona hiyo. TikTok. You know TikTok. Na yule anasema tequila. Where did you see that? So something sticks in our mind na tunakumbuka. Yeah. Yes, kama hivyo. Kwa hiyo hizi ad blockers ndo tatizo la soko la sasa hivi, hatufikii wateja wetu direct. Kwa sababu there are so many things blocking them. Unaweza kumwambia mtu Dr. Koja, "Dokta, jitahidi utoke kutujishughulisha kusikii." Because of what? Ad blockers. Hakuelewi, kila saa unamwambia hivi, "Shams, jali afya yako, kula vizuri." "Ah kaka, nataka nianze mwakani." Lakini sio mwaka huu, unajua nipambane. Kuna ad blockers nyingi. Sasa zile pale ni ngumu kupenetrate kumfikia. Ndio maana wanaume, so wanaume wote jinsia zote, we know how to kill those ad blockers tukitaka mahusiano na wewe. Dukauru si mwalimu, anasema muda mrefu wewe. Utajifanya tu hivi, "Hai Dukauru, uko ofisini uko. Nakupitishia lunch, nilikuwa nimekula mali nikakubebea." You block, una unblock zile ad blockers. So ukileta lunch I'm like, "Oh thank you. Wow. This is good of you." Kesho tena unaniambia hivi, "Shams, kuna kahawa moja nzuri sana Dr. Koja nikupitishie." Nikupe mbalimbali eh? Una remove those ad blockers. So it's a very simple principle ya kimaisha. So kwenye social media, stop focusing on, try to remove these ad blockers. Hii ni the simplest way ya kufanya biashara wa social media. Umeanza kuresonate eh? Unaona watu kichona wanafanyaga hivyo. So content is everywhere. Everywhere. Hapa mlipata content. Barabarani, content zipo. Safarini, content zipo. Ukiwa nyumbani,
kokote ziko content, but why are you not doing them? Kwa nini hamfanyi? If content is everywhere, why are we not doing? Mindset, eh? Thank you. Na kitu kizuri kama ukijua mgonjwa anapona, anaanza kukubali, eh? Mnaanza kupona. Thank you very much. So what actually people buy, watu hawanunui bidhaa ulioitangaza. Thank you. Yaani uzuri ni kwamba umesha practice, now you know. Kwa hiyo mimi nataka tutengeneze, kila mtu amchore Juma, Musa, Shabani. Draw Musa and Shabani. Write everything that is blocking Juma kukusikiliza unachokiuza. Sawa, eh? Try to draw. Jamani online, try to draw your own Juma and Shabani. Draw him, draw her. Alafu try to write every ad blocker. Kwa nini akusikilizi? You have 1,000 followers. You have 10,000 followers. 50, 20, 100, 200, 1 million even. Why are they not listen? Try to write hizo ad blocker zake. Ni zipi? Kwani to make a sponsored ad lizi atuuzi? Ad blocker ni nini? Let's try to remove those ad blockers. Kwa hiyo write it. Mchore Juma wako pale, alafu try to write those ad blockers. Alafu I want us to try to use one ad blocker. Tuone je tuta unblock. Tuki unblock, that is our cheat code. Sawa, eh? Yeah. That is our cheat code. You draw that Juma. Nasubiri mumchore. Online nasubiri mumchore Juma wenu. Write at least 5, 7, 8. But as much as you can. Ukipata 100, that's good. Ukipata 1,000, that's good. Kwa sababu the more you get, the more content ideas you have. The more ad blockers unazipata, the more content ideas unazo. Alofika 5, hata online, alofika 5. Au have you gone through, kwenye issue gani uliwahi kupitia na kadhalika. So zile zinakuwa ni kama message za kwanza utazipeleka sokoni, alafu utaangalia mwingine ambaye ana resonate na hiyo message yako. So try kuangalia wewe ni vitu gani ambavyo ulipitia, unapitia au umeexperience au vimekukwaza. Inaweza kawa ni size, inaweza kawa ni colors, inaweza kana labda ni price, inaweza kana ni delivery, inaweza kana anything. So you use the same message, unaipeleka sokoni, kuangalia mtu gani mwingine ana resonate na the same issue ambayo unaipitia. And that's how tunaanza introduce sokoni. And by the way, kwako wewe utafanya 3 content. Who, what, and why. So ya kwanza introduce, is it for who? Hiyo product ni ya kwa ajili ya mtu gani? Halafu what, hiyo product intention yake imekuja kumtransform aende wapi? Hii ni what transformation do you bring? Hii ni transformation. Halafu why, uliona nini? Hata hapo sasa unazungumzia pain point, unazungumzia experience. Unaweza kusema a lot of people brought this product ikawa hivi na hivi na hivi na hivi. That's why sisi tumeleta katika style hii ikawa hivi na hivi. Kwa hiyo ya kwanza who is it for? Ya pili what transformation? Ya tatu what issue ambayo umeiona so far tunapitia and you're the best option. Kwa hiyo hapo utaangalia tatizo then utaoffer solution. Hizi ni content 3 crucial sana kwa mtu ambaye hajawahi kufanya content mtandaoni, anaanza nazo. And the best way kwenye hii ya why, kama hujawahi kufanya pia na wewe, you can use it ku blame washindani. Simple. Madam Zainab, migawa mingi mjini huwa tuna tabia moja, sufuria zosh my dear. Na dalili moja hapo ni kwamba ukiona sufuria zao, hauwezi kuona jiko lao hadharani, hawaoshi. That's why sisi Zainab Kitchen, jiko unaliona hapa, wapishi wamependeza, unakula kitu kitamu, ukiingia unasikia harufu nzuri. Karibu sana Zainab Kitchen hivyo. Kwa hiyo you can kill your competitor by just do. By the way, Rodrick, jana nimesoma nikasema hivi, why brand zetu hazitumii April Fool? April Fool, you try your wild ideas to your business. If it works, then you win. If it fails, I got you, April Fool. You see? Yani kwa nini sisi hatu kwenye marketing so invested kuweza kutumia every issue kwenye jamii? Si ndio? Yani kama Dr. Kojo ukasema na bidhaa kahawa unajichoma sindano na yani hiyo kahawa unyu unajichoma sindano bila. Are you some come on April Fool. Yeah? But sema I love the idea. Okay. How much are you willing to pay? You see, you can try your wild ideas kwenye April Fool. Lakini sisi hatuko.
Kwa hiyo na April Fool. April Fool si ile tarehe 1 mwezi wa 4. Si watu wanafanyaga zile April Fool eh? Yeah, you can do that kwenye biashara yako. If it works, then it works. If it doesn't, unasema come on April Fool. Yeah? So kwenye hii why, Zaina, tunaweza tuka kill the competition. Tuka research, tukaangalia, tukaona okay, tunakuja kwetu. We use the weakness wako nazo. We leverage the weakness kujiuza sisi. So hivyo. Kwa hiyo lakini wote tuanze na hizi ad blockers kwa sababu the problem is tuna watu tayari na wana mahitaji. Why they're not coming? Tuangalie vitu gani vinawa block. We address them issues alafu tunaangalia how much are they responding. If they respond, we keep pushing one by one by one. Baada atakwambia mimi nakuja kununua. Kwa nini? Yaani kuna namna unaongeaga yani naona nadhani Lizzy ulifanyaga hiyo content wakasema yani unaonekana unajua. Lizzy anafanya interior decoration. Alikuwa akija zamani tunampa adhabu. Anafanya content mara kule. Hivi kwa wiki unafanya mara ngapi Lizzy? Kwa wiki ulikuwa unafanya mara ngapi? Yes. Lakini mwanzo alikuwa anafanya kama madam hapo, matangazo tu. Akaanza kufanya content. Guess what? Walikuja waheshimiwa bwana. I love the test uko nayo. Sasa nataka nyumba yangu mwisho wa siku. Watu wakaanza kurespond kwa sababu gani? Alianza kugusa nini? People have ad blockers. Kuna manyumba mengine yametengeneza Dar es Salaam sikuja kama yapo. Bonge ya mjumba. Hili ni nyumba ya Lizzy ambayo mlango wake ni mkubwa. Mimi ninaingia mara ngapi kwenye mlango? Ukicheka hivyo ni dharau. Hebu rudia kucheka. Ule mlango ni mrefu, yeye ni mrefu kasimama, mlango uko mara 7 yake juu. Unaona wow, Tanzania, sasa hivi kuna manyumba bwana. Lakini zile alipata kupitia nini? Aligusa ad blockers. Watu wana pesa, afu anasema, hizi wall frames zina tofauti hizi? Hazina tofauti. Anasema Ronnie, I don't trust you. But akitokea mtaalamu, akasema tu jamani kuna wall frame kiziweka nyumba yako hata kama milioni 800 bilioni, inashuka thamani. Be interested. Kwa sababu gani? Fear. Tumezungumza fear hapa fear. Anaanza, okay. So kuna wall frame ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Ukitaka ipendeze wall frame ya fulani na fulani. Hili haileti sales guys. Hear me out. Inafungua nafasi ya kukusikiliza again. You hear me? Ile haileti sales inafungua sasa mtu akusikilize. Ndio maana tukitaka kuwakamataga tunasema dalili 5 your spouse is cheating on you. Now you're listening Yeah. You are listening. Sasa pale naweza nikapenyeza anything I want you to listen. So yeye alivyozungumza vile watu wakaanza kumsikiliza. Guess what? Ikaenda halo. Njoo muangalie nyumba yenu. Kaenda kuiangalia nikema pazia manini kaanza kufanya kazi katika standard anayotaka. Kwa sababu gani? Alifungua zile ad blockers. So highlight shida za watu then we tackle one by one. Imani tuko pamoja Yes. Are we good? Now let's go to how to create our system. Growing up kwenye biashara, wakati mimi naanza biashara nakutana na wafanyabiashara wengi wakubwa, niliwahi kuwauliza ni nini ambacho kinafanya biashara inaishi? Wote wanajibu kitu hichi? I think nao umekutana nacho, system. Si ndio? What is system? Daily basis. Ni yale unayofanya kila na unajua yanaleta nini. Hiyo ndo system. Kwa hiyo hata kwenye content, why are we doing certain content? Ili tupate nini? Why are we posting muda fulani? Ili tupate nini? Why are we collaborating na mtu? Ili tupate nini? That is how you build your own system. Sasa kwenye kubuild system hapa, watu wanafeli kwa sababu gani? Hawaelewi what system actually mean. Tuanze hapa. Content, attention, trust, then sales ni kitu cha mwisho. It start with content, attention, trust, then sales. Kuna mtu anataka atoke hii barabara hapa ingie hii. Utakamatwa na traffic. Hii hairudishi. Posta anasemaga hivi, barabara hairudishi, utakamatwa. Ukitoka kwenye content ukaleta kwenye sales, that is not the right way. The right way is content, attention,
Trust sells. Then it's endless. You go back again to content, attention, trust, sales, content. This is how it goes right now. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anataka kufanya content moja kwa siku, agrab attention ya watu milioni moja, apate trust ya watu milioni moja, alafu auze kwa watu milioni. Jamani, hata kama nyie hamjui sales funnel, does this work? Kwenye sales funnel nasema hivi, is a 10% rule. Ukifikia watu 100, utauza kwa watu ngapi? 10. Thank you. Kwa hiyo kama unataka kukamata attention ya watu milioni moja, inabidi utengeneze content ngapi kwa siku? Not one. Yeah? Not one. Juma Lokola is posting at least mara 200 kwa siku, even more. Hesabu. Juma Lokola is posting at least mara 200? Kwa siku? Yeah. Anapatisha content nyingine? Even more. Kwa siku? Fuatilia. Sasa hivi ukiingia utaona inakuwa Millard is posting more times a day. Now Millard collectively, kila content moja nafikia mfano watu 100,000. Akiposti content 200. Now let's do the math. Anaisha ngapi? Ndio maana dashboard yake utakuta kila saa inasoma 100 million plus. Wewe una post content moja inafikia watu 3,000, it's done for the day. Wangapi content moja done for the day? Kweli umevuka. Yeye ana posti 5 kwenda juu. Good one. Kwa kama tunataka to grab more attention, we need to post more times. Na kama tunataka tupate trust ya watu wengi zaidi, at least the attention span lazima iwe kubwa. So trust waga inafanya hivi. Unajua ukinaweza kufikia watu milioni moja ukapata attention yao, lakini trust ikawa ndogo. That trust ndo tunaimina hapa juu, ili tuende kwenye sales this number. Kwa hiyo kama tunataka attention kubwa, we need to post more times in a day. Na so only more times, different topics. Kama tulivyosema ile attention blockers zile, different topics. Different topics means ita grab attention left, right, center. Itapata ile attention, ita build trust itaanza ku lead into sales. Sales zikiwa ndogo means trust inaanza kupungua. Sales zikiwa ndogo means, let me kuibia siri. Kila mtu sasa hivi, kila mtu ana priority zake. Wangapi hapo wana shilingi 1,000? Iwe benki au unao cash, kokote una shilingi 1,000. So wote tuna pesa Wangapi wana 10,000? Kokote ilipo. Wangapi wana 20,000? Wangapi wana 100,000? Kokote. So my point is, tunazo pesa, priority ndo zina change. Priority means I trust if I have a car right now, status itapanda. I trust kama nikipangisha nyumba nzuri, status itapanda. I trust nikisafiri sasa hivi biashara zinanipa faida. I trust priority. Yaani mtu akwambia priority yangu sasa hivi kuoa, means you don't matter, right? Kwa hiyo maana kila mteja unayemzungukia wewe sio kwamba hana hela. Priorities ndio maana wenzetu wataalamu duniani wa marketing wanalazimishia uhitaji. They use fear, they use scarcity, they use anything kuforce maamuzi yako ya change. Wangapi wameshanunua bidhaa LG? LG kwenye wachana na hizo barabarani. LG kwenye. Nani kuna bidhaa LG? Mimi bidhaa LG. And if I'm wrong, let me know. Ulinunua bidhaa LG kwa sababu uliona kuna certain assurance. Muone? I didn't say that. Yeye amesema ile assurance ilipush. Mwingine so assurance, mwingine ananiambia tu hivi, Black Friday everything goes for 50%. It pushes you to go and buy. So anyway, lazima utafute namna ya kupush trust ya mtu. Ndio maana katika one of the trust kuna watu mnawajuaga, sema mjai ku notice why they do it. Zinaitoga nini zile?
Watu wa movie mnahitaji zile dola fake. Probes. Mimi nilimwona mtu amechukua zile dola fake anafanya content. Leo nataka niwape wafanyakazi wangu hizi na hii ni nyewe mmewachangia. Zero sales. Ana force trust. Kwa hiyo tunapofanya maudhui, the idea is to grab ile attention utengeneze, then tunasubiria sasa sales zifanyike. But huwezi kusubiria sales from content, no. So having a system, remember this, kwamba nikitengeneza content naangalia nimegrab attention kwa kiasi gani, from that attention nimepata trust kiasi gani. And the simplest way kuona trust, tunaona mtu ameslide DM, kuja DM kaja WhatsApp, unaona okay, kumbe halali so haba, then from that unaweza convert into sales. So you can push trust kupitia mambo tofauti, bei, uharaka, woga na kadhalika, ina push ili iongezeke zaidi. Na saa nyingine unaweza ukamwambia bana Isha Mashauzi, tengeneza video umesema asante Dokoro kwa msaada wako, mambo yamekuwa mazuri. Jamani vipi, Isha Mashauzi hapa Simba JK, niko kwenye mgahawa. Asante sana Dokoro kwa bootcamp iliyopita nilihudhuria. So I push trust kupitia kwa unasema hadi Isha taenda, you understand? Lakini you had that budget, sema sikuwa kwenye priority. But the moment ukiona something positive, some assurance, sema like maybe this is good for me, let me go. You understand? Kwa hiyo the system is understanding kwamba every piece of content, the idea is to grab, and that attention itanipa, and that trust it lead into sales. Ndio maana mnalipa matangazo sponsored. Ndio mnamlipa Juma Lokole. Ndio maana tunatengeneza scandals na kadhalika, because of attention. Bila hii there is no sales. Ndio maana siku hizi watu wanafanya vitu crazy for this. Sisi we don't do that. Please don't. Kuna maisha jamani. Na ubaya kurecover kwenye attention ambayo ni mbaya. Ni bora kumtibu mgonjwa mwenye kichaa. Leo tulikuwa tunazungumza asubuhi na kaka Rodrick. Tukasema hivi, Zanzibar nilienda juzi nikazungumza na vijana miaka 18 mpaka 25. Most walikuwa wanawake. Nikawaambia it's easy to kutengeneza attention. It's very hard kutoka kwenye ile attention. Asasa mabinti. Wewe utasema tu mimi napostiwa, niko na mchumba wangu faragha na posti. To recover from that. Wanaume hatuna shida. Mimi naweza nikatoa sura nikatembea uchi nikaondoka na kesho nafundisha hapa. Mwanaume kaumbwa hivyo jue. Ni wewe. Wewe ushafunga macho ka imagine, shame on you. So my point being is usitengeneze attention ambayo inatokana na negative sources. Don't do that. There is always that client ambaye anataka mtu mtulivu. Yaani kuna huyo client tunaandaa mimi Dokoro nampenda lakini kunaona kama kuna sana chamba sana mimi siwezi. Utampata tu. You understand? Usijaribu kuwa kama Dokoro. Never. Just be yourself. Yaani wewe kuwa na upole wako na ustaarabu wako. Yupo wa kwako. Lakini ukisema nataka nifanye na Dokoro, sasa atakayehudumia ambao hamtaki Dokoro nani? Lazima muwe. Kwa hiyo grab attention, proper attention kutokana na njia positive. Njia ambazo you can manage. Usi grab attention kwenye njia ambazo uweze ku. Yes. So most content zinafeli sio kwa sababu hamjazishuti vizuri, ni kwa sababu hazina directions, hazina goals. Every piece of content unaipost, wewe unapost randomly. Hivi ni kuibieni siri. Every piece of content umeona nimepost nini? Ina kazi nyuma yake. Yeye hata kama umeona nimepost na nafuta viatu, trust me, ina kazi nyuma yake. Na kwa nini naposti content zingine? Kwa nini nikwambie why I do that? Watanzania ni wanadamu kama ulivyo wewe. Kama unafanya biashara na Tanzania, kama unafanya dunia nzima, basi wale wanadamu wa duniani pia ni wanadamu. Mara nyingi kwenye soko huwa tunazungumza only 20%. Hapa tu. Bidhaa, huduma, madarasa, njoni msome. Done. But hawa wananchi tunaowauzia kuna 80% hatujaigusa. Ambako kwenye 80% moja kuna mahusiano, kuna afya zao, kuna maisha nyuma yao, kuna insecurities.
Hivi vitu vyote usipovi highlight, huyu mteja atakuona na atakusifia quality, lakini hatanunua. Si mmeelewa? Ni watafsiri zaidi. Biashara tunavyozifanya tunagusa upande gani? 20% only. Now behind the 20% mtu anajiuliza, kwani wewe masuala ya usafi ulisomea? You see, that question unajua kulijibu. Now they will never ask you directly, how do you clean your house as well? Unatumia ile mashine? Hawata kuuliza ya maswali. Vifaa hivyo unavikodisha unanunua? Au staff unavalisha uniform? Haya yote ndo nyuma ya hii 20%. Ndio maana kuna level ya biashara unatangaza bidhaa zinauzika sana, content zinafanya vizuri. Ukifika that level, hata upost content na namna ilifanya vizuri tena. Lakini the moment unachukua selfie, inafanya vizuri mara milioni, mpaka unasema mbona silifanya kitu? Now at that level ni wanamaanisha hivi, change the direction. We need something else. Tunajua what you do, the quality uko nayo, we understand, but we need to know more about you. Ndio maana kwenye biashara ukifika that level, tunakwambia anza ku build your own personal brand. Kwa sababu the business is okay, but needs something, some advocacy from your personal brand. Every business ina hizi vitu mbili. There's a personal brand and a business brand. Every business you think you know. Ukitoka about Coca-Cola unazungumza John Pemberton. Ukizungumza Clouds unazungumza Joseph Kusaga. Wasafi, Diamond. The cycle is keeping ina evolve. From time to time utamkuta sasa hivi tajiri anamiliki nyumba Mikocheni, anakuambia mimi nilikuwa na winga Kariakoo kule. Nimepiga winga kule sana. Umeona? Sasa hivi naye kaja kuwa. So it's the same cycle. Sasa hawa unavyo complement nyingi, mind you, haendi chini anarudi juu. Kwa hiyo anakwenda juu sasa. Huyu mama alompa atakutana na rais. Do you think rais atanunua kwa 2000? Yes. You don't lose hawa. Only you lose kwa hawa. Lakini hawa you don't lose at all. Now they remember you and how you treated them. Yaani hakusahau. Kila akienda kokota anasema tu, bana yule madam, acha bwana. Yaani kuna siku nilienda pale uwezi kuamini, akaniambia ukweli hichi kitambaa kizuri. Na mimi nikamwambia nipe hivyo. Akanipa na zawadi, ndio zawadi nikaonyesha ile. Nipa. Nilipenda alivyokuwa honest. Yaani hapa nataka nimkaza mwanangu aje nimshonee pale. Yaani yeye anakumbuka tu wema uliomfanyia hawa. Kwa nini? Kwa sababu remember, huyu mtu katoka shule, kasoma kwa bidii, kwa utii, akaenda kusoma daktari miaka yake 6 au 4, kamaliza daktari, katoka kwenye daktari, kaenda kwa mtumishi, katoka utumishi, kajituma kapata pesa. Hajawahi kwenda China, hajui bullet train ni nini, hasijui desert ni nini, hajui kuna fashion za tofauti, kuna fashion then wewe ukachukua muda na subra kumhudumia. Huyo ya kwako, huyo ni wako akuache, ndio wanaitaga loyal customers. Anakuwa na wewe. Yaani unapokuwa anakuambia hivi mambo safi. Nimependa. Sasa hivi hapa tuweke uta dispense, alafu nitakuletea designer moja naye alinifanyia nyumbani, nitakwambia kuwekea hizo nani hapa. Sina hela sasa hivi. Haina shida, nitamlipa mimi. Atakufanyia tu ni wa nyumbani wewe. Sasa wewe una invest kwenye biashara yangu? No, anafanya tu out of. Mimi najua watu niliohudumia hapa hivi. Unaona Salim Babde, director wa Camel Oil. Akaniambia studio kiandaa mimi nitanunua vifaa. Sisi tuliingia hapa ofisini hapa hata furniture hatuna. Hatakuwa na chochote. Mr. Kombo, Salim Babdi, kwa sababu sisi tumewashika honesty na tukawa hatukuambia nyinyi wa shamba. Sasa ule mzee Kombo alitoka Psimona, age go. Ngambia amna, fanya content na utakuwa speaker. Sasa hivi speaker na ni mwandishi wa kitabu. Yaani huyu baba ananisemea kwa rais. Kaambia rais wa Zanzibar, huyo kijana wangu akaja huko Zanzibar, kama kuna nini muite. Rais akamwambia sipo Zanzibar, niko kwenye mambo mengine. Haya, akanipigia hayupo huko, angekuita. Sasa mimi nikamwambia nini rais ukiniambia? Kwa hiyo understand kwamba wao wanakumbuka fadhila ndogo, wanaibeba, na hawa ndo wanahitaji educational content mtandaoni. Zile educational content ni kwa ajili ya hawa. Sasa hivi nataka nimpe zawadi mama yangu. Mwetu mama, kuna namna tu I can't say it. Educate me how to do that kazawadi. Niambia, if you want to make your mama cry, wrap something like this. Mimi ndo nitarespond kwenye 10%. Hawa wajali. Namba huwa za Valentine. Hawa waangalia gene amezoea huwa ni 2000 wazako 3000 wewe. Hawa wanatafuta namna ya wrap zawadi ipeleke kule kwa brand yeye. Hawa they want to understand. Hivi unajua baba wangapi sasa hivi wananunua tu saa, gari, kiwanja.
nguo moja ambayo nguo alipelekwa na mke wake kwenye ile duka. You don't tell them. So they don't know what to gift their wife. Wake wengine wako hivyo pia. Nataka nimpelekee mume wangu kitu jioni leo, usinipeleke nini? Naomba niletee boxer na socks. Ninazo nyingi pale zishatosha. Navaa zangu. Nitakuwa navaa mbili mbili. Lakini wafanya biashara hawasemi, si unaendelea. Kwa hiyo hawa wanaotaka educational content ni hawa ambao ndio wana hela all the time. Mtu mkurugenzi, afisa, kwa mwezi mshahara milioni 20 anapokea. Akanaweza ku afford lakini haielewi. Na mimi niko kwa sababu gani nasema? Huyo dada alikuwa hapo nyuma, Eliza. Nilikupigia ile story koja aliniambia unahamia kwako, naomba nipa design, nikamwambia unanipotezea muda. Nilikuwa na nyumba nilikuonyesha akaniambia nitakufanyia interior design. Nikamwambia nasa tu za kidunia hizo bwana. Wiki ya kwanza imepita, wiki ya pili naona ananipotezea muda. Nikapani nikamwambia leo msifanye nahamia. Msintibue mimi. Nikafika karudia rangi, ilikuwa karudia rangi ile rangi ya kitajiri, rangi ya fedha imetulia. Yaani ukiingia nyumba inakwambia relax, don't worry. Kama una masaji ubongo. Daktari nilikuonyesha, si unaona picha? Design nimeingia nikafanya amazing. Unajua zile Pinterest type waliona daktari. Bili 12 million sijabisha. Kwa sababu gani? Sikuwa najua how it will, lakini baada ya kumaliza I was like okay, ndio maana nilikwambia hawa watu wengi wako hapa they can afford, ni ushamba umetuzidi. I mean it. We can afford, ni ushamba umetuzidi. Ikitoka tu ushamba we can afford anything. We don't know boxer tunavaa muda gani hatujui, but we can afford ukiniambia kinunua kila wiki. Hatujui nguo za ndani tunanunua muda gani. Hatujui, ndio tunaingia TikTok leo. Mswaki tupa baada ya miezi mitatu. Amekaa muda hii anatupa. Knowledge hawa ndo hawana. But when they have knowledge, hawa ni buyers wazuri sana. Kuna mdada ameajiriwa pale uhamiaji. Ana nywele yake moja. Next. Niambie. Umeshafuata process. Namba barua yako. Mwambie kuandika barua nyingine niletee. Ana nywele yake hii? Kwani si cream? Si inapitaga hapa hivi. Sasa kuna muuza nywele kazana tu. Jamani kuna Peruvian zimekuja hapa, kuna hii bob hair kazana tu hivi. Mwambie hiyo nywele ipumzishe wiki 2. Mimi sijui, I'm not an expert. But si unajua akiona tu ile sana ataanza kujishtukia. Akijua utaona siku hiyo leo kichwa kinaniwasha mimi nitoe, atalivua. Sikaona ile content kumbe nachekwagwa. Tia katika bag. Atafunga lemba. Si ndio Kuna mtu amekaa na tips zile. So kuna ukinotice sasa ukielewa hii cycle utakuja kurealize why content is important. Watu hawaelewi. Watu hawaelewi the difference ya kula ndani na mke wako kupikia kila siku. Restaurant are there to smooth mapenzi yenu. Wife kila saa wife anapika ndani. Mwambie baba usiue huyo binti huko ndani. Mtoe leo mkale restaurant kwa Zainab. I will prepare something nice for you. Show some appreciation. Mwambie wife leo I cook for you. Happy, how? I'll cook for you, honey. Just word out, I'll cook for you. What do you want to eat? Let's try some Ethiopian. Why? Word out. Babe, sinifanye nikakaa na njaa mna chakula. Relax. Hamna kula kitu yoyote. By the way, kunywa juice ya chungwa. Clean everything, I'll make you. Then mpeleke kwa Zainab wale. Asema to love, my daughters, my sons. I can't give you much time kwa sababu mimi napambana. But I really wish to spend like this kila saa. You see, Zainab is there to make that happen. Lakini Zainab is not doing that. Njoo kula, sisi tunafikiri kama ni kula tu kuchezea hela, lakini sometimes unaweza kurudisha mapenzi ya ndugu waliopotea by just telling them what to do. Unajua we expect watu kuelewa what we are doing. But really they don't know what we are doing and how ina affect maisha yao. So the 10% ya watu wanataka hiyo. Kuelekezwa, kugaidiwa, wakielewa tu. Utaona. So consistency ndo inawafanya wanaelewa your point. So you do it today and tomorrow and tomorrow and tomorrow and tomorrow. Daily at least 5 times. Daily. You say, paka mtu anaelewa nimeelewa. Nimeelewa. Mimi kuna wakati, kuna dada mmoja aliunga kwenye program. Akaambia, by the way wawili, na Sumaya mmoja wapo. Walisema hivi, kwenye mentorship mungu naogopa utanichamba. You understand? Kwa sababu I keep saying every time, si ufanye. Unashindwa nini? Unashindwa. Paka mtu akija kwenye mentorship analipa anawaambia hivi, naogopa kukutania atanisimanga. You see, kwa sababu nimeshatengeneza kwamba I want you to do it.
Either way, do it. Kwa hiyo message nimesema mpaka mtu akija anajua tu baba jamani atanisimanga. So mimi nimesema sana. Now I help these people transform their business na kutengeneza sustainable businesses. So not just a business, sustainable. So I do this all the time. So consistency inasaidia to make your message clear, lakini kufanya watu wa respond to you positively. Lakini kingine, usizungumze na kila mtu. That's the problem. Dokoro mimi nikipostigi bana tu wanasema mimi sinaongea na kibezi. Then so watu wako. Wanasema mimi sina komo sio nimepicha paka mbele. Then so watu wako. Your people will listen to you. Nevertheless, and they will listen to you and say nimekuelewa. But ambao sio wako, they will find a way kukufanya tu usiendelee kusema. Your people will always listen. Don't try to talk to everyone. I'm talking to these people wananielewa. Kuna mtu akiingia Instagram hivi, huyu jamaa msimpendi, huyu jamaa si duka, wewe unafanyaga suni. You're not mine. You're not mine. I have mine who will say like, sema huyu jamaa anajaribu kumix biashara, sengine maisha, mahusiano. I love the way anavyoongea. That is mine. You can never talk to 1,000 people wakuelewe. Hey, mtu kaja kasema mimi ni mjumbe wa Mungu na aliuawa. Mtuseme bwana. Wewe unataka nini? Mtu kasema mimi, mnataka shuhuda gani? Sisi Mtume Muhammad alienda akasimama akawaita watu akamwambia, jamani mimi niwewe kuwadanganya hapana. Niwewe mna mashaka na mimi hapana. Mimi mjumbe wa Mungu wa kwanza kukataa nia yake. Si unaelewa? So wewe watu watakukataa tu. Don't think kila mtu atafurahia. I love the way you do things. No. They won't. And it's okay. Talk to very few people will understand. Ndio maana sisi kwenye public speaking tuko tunaongea kwenye audience hivi. Simpo wengi. Tunaangalia macho ya mtu ambaye ako recept yanapokea. Alafu kisha huyu so umeona kwa mfano leo ukiona focus naye huyu kwamba huyu ananielewa nyinyi wote. Watu wako 100 300. Wote kuna mwingine kwa hiyo. Sasa mimi nimekuchiti, alafu kuchiti mwingine unaangastirikia mimi. So kingine ni kupata ni niche and position. Niche and position ni kuelewa where do I fit. Mimi na fit wapi? Kama utakuwa umenifuatilia muda utakuwa umejua. Zamani nilianza mimi content social media. Afu nikaja baadaye nikasema post. Fanya live. Ongeza na matangazo kidogo. Nikaenda sasa hivi nimeshajua kwamba I started here. So I'm here. Kwamba nimeweza kuchukua mada tofauti nikaziweka kuzungumza na mfanyabiashara wangu. I talk to mfanyabiashara, nitazungumza masuala ya childhood trauma, lakini ya relate kwenye biashara. So first of all lazima ujue where nimefiti wapi. Kama sasa hivi mimi naweza kuzungumza kuhusu nguo peke yake. Siwezi kumix mada nyingine then talk about nguo. The more your brain is expanding ideas, then unaanza kumix nguo and colors. Do you know ukivaa color black you draw much attention kwako? The energy itakayobeba pale, sometimes una nyumbani mwili umechoka, kichwa kinauma, that color black is absorbing. Kwa hiyo kama unataka kwenda kwenye event ambayo utaki attention sana, so unatafuta a way kama bado hujaweza, you start very small. Unazungumza very few issues. Lakini ukishaona kama nimekuwa, then you expand your issues. Unaanza kuzungumza katika ukubwa. Wengi wana rush kuzungumza katika ukubwa, kesho wana muendelezo. So you need to be very careful how you position yourself. Niche, exactly know what you're doing. That's very important. So biashara yako is not a niche, but biashara ya afya na kipato, that's a niche. Mimi mfanya biashara ya afya, that's not a niche. Mimi mfanya biashara ya afya kina mama, that's a niche. Mimi unafanya biashara ya usafi, hiyo sio niche. Mfanya biashara ya usafi wa maofisi. Being precise, yes, that's a niche. No. Inaanza slow. You start very slow. Kwa sababu the problem is utaconfuse watu. Kuna mtu unamwambia mimi naagizia watu bidhaa kutoka nje. Anakuacha, anasafiri, anaenda China, anaenda viwandani, anaingia tenda na wa China, wanampa mashine na generator anakuja nao Tanzania.
Baadaye kumwambia hivi, mbona hujaniagiza? Wewe unaagiza kufanya biashara bidhaa? Hapa naagiza kila kitu. Mimi ningejua unaagiza biashara. Ushaagiza mashine wewe kubwa. You see, au kuwa specific. Niche is being specific. Umeelewa? Yani niche be as specific. Yani hii ndo niche. Nashona nguo. That's not the niche. Nashona nguo, evening dresses. That's the niche. Umeona? Washona nguo sio wako wengi. Wanashona suti, uniform, ndio mimi nashona. Yes, yani utachanganya mtu unashona nguo mimi sina event. Yeah. So you need to be very very specific kwenye kitu unachokifanya. Na being specific ni by matendo, na every piece of content unaisema iwe inazungumza that specification. Ndio mtu anasema, mimi namuelewa yule sanauza ufuta. Unaona? Usipokuwa specific unawachanganya watu. So business is not an issue. Business for young people, mfano umekuwa specific kwa type of audience una deal now. That's the niche. Now as a position, tunapozungumza position, your position inaweza kuwa ni educator, unaweza kuwa ni entertainer, unaweza kuwa a seller, unaweza kuwa ni authority. Mimi nimejiposition kwenye authority. I don't educate, I transform. So nimeenda kwenye authority. A lot of people educate, but they don't transform. Kwa sababu unaelekeza mimi nifanye. Ushafungua account ndio, anza kupost. Hajui kwamba kuna fear, nina trauma, hajui chochote. Kwa hiyo that is very hard. Mwingine anafundisha, yeye hayafanyi. Mwingine anasema mimi natengeneza scrub, yeye hatumii hiyo scrub. Mwingine, kwa hiyo kuna a lot of things. Kwa hiyo mimi nimeposition myself as an authority builder. I do it. Mimi nikwambia tengeneza content, na kina Ali wanafanya content nzuri, lakini na waacha. I use my phone like, so ukiwa unafanya kwa sababu gani? I want to show you it's easy to do. Ningetaka mimi kila saa natembea na Ali ananishoot. Usingeweza kusema wewe si unao watu wako content, ungeona ni ngumu. Na I don't want to make that feeling. So I do it myself. Then kuna account ambayo Ali anatengeneza sana shoot. Sababu ningetumia kina Ali content ziko nzuri. Utasema una raha, una team kabisa, mimi mwenyewe bado sijaanza. Siwezi kufanya content. Fanya hivyo hivyo na wewe mwenyewe ufanye hivyo hivyo na mimi nifanye content. Tayari ungeweza kuleta. Kwa hiyo mimi nasema hapana. Wacha mimi unione niko kawaida, so na wewe uone ni kawaida. Ningekuwa Mavuse kila saa ninashutua hivi. Ungeona yeye anafundisha vitu ambavyo yeye mwenyewe afanyi. Mimi sitaki kwa vile. Mimi nataka ni kitu ambacho very easy to do. Na wewe unaona na mimi nafanya. Ndio maana. So I position myself as an authority builder. Hii ni very very important. Without this, I help, hii ni formula. I help who achieve dash through dash. So hii ni formula ukitaka kupata position nzuri. I help dash achieve, mona. Jamani, formula hii hapa sasa mnaiona. Achieve dash through dash. Yeah. Kwenye hiyo position, uwe specific kwenye tunachofanya. Sawa. Sasa position inaingia. Now, tutumie mfano wako. What is your niche? Okay, what plan ulikuwa nayo kufanya nini? Decor na nguo. Now, tuchukue decor kwa sababu decor na nguo. Tuchukue decor. Decor za maofisini, manyumbani. Kwenye zote. Okay. So unataka watu unataka kujiposition ni mtu kama expert unajua, au just a seller unauza tu, I don't know nothing about that. Au mkishawachoka mabosi wenu wanaonunua kwenu, mnanicheke na mimi ninazo. The position means mtu akikutazama, akikutana na wewe anasema tu hivi, wewe anajua ana mzigo sasa, hata kama ana, lakini wewe anajua, mtumie kununua. Hiyo au dada anauza tu, hata kumwambia kuelekeza hajui. Kuna mtu anauza ua vest, mwambie naika wapi au ndani ana. Mimi sijui, jamani, labda kutafuta wataalamu wa interior. You understand? So unataka position yako iweje? Unauza huku unajua exactly. Unauza you can, yani that's the position tunataka isema. Kama ule dada tumemsema Liz, yeye anauza, anajua ku design, anajua kupanga, yani like amejiposition kwenye
kwenye authority as well. So nataka nauza vases, nauza interior decorations, lakini I can also help you. Kwa hiyo that's the bonus. Ukinunua kwangu mimi nitakuelekeza. So siuzi tu, nitakuelekeza pia. Lakini pia mimi ukitaka pia offer naweza nikakufanyia service. So it's how you position yourself. Uwe vipi? Kuna mtu muuza nguo lakini hajui, mwambie tu hivi, nina kitambaa cha uzurungi na kiatu cha limao. Nataka nivae nguo yako, nimeipenda. How do I nakshi it fit? Kuna mtu mtaalamu atasema hivi, kitambaa cha uzurungi, kiatu cha njano. Hii dress ni nyeusi. Au hii dress labda ni njano pia. Anakumix na unatoka vizuri, si ndio? So you can be that. Kuna mtu anakuuzia lakini ukimwambia hivi bana, nina kitambaa cha uzurungi, kiatu cha njano, hiyo nguo haifai nyekundu. Nyekundu, kiatu cha njano haifai hiyo uuze. So it's how you position yourself. Umeelewa? It's very simple. Now let's go to understand our audiences. First of all, tumezungumza kuhusu ile persona. Unakumbuka ile persona tulichora tukasema kuhusu ad blocks. Unakumbuka ad blocks This is exactly hiyo. So hii ni maswali you need to ask yourself every day. Na ndo hii tulikuwa tunazungumza hapa kwamba kama unataka kuzungumza kuhusu watu wako, ask yourself, matatizo gani wanayaface kila siku? What do they face every day? Ndo zile ad blockers mnazikumbuka. Tumezungumza kuhusu ad blockers Cha pili, what dreams do they have? Afu relate na biashara yako. Let's say unafanya interior decorations. Do they have any dreams about interior designs, decorations? Let's say unashona. Do they have dreams about kufanya? Yani mimi as I see, naona watu wangu, I see kuna mmoja anatamani siku moja ende kwenye event, avae nguo kila mtu amwangalie. That's their dream, si ndio Okay, let me try to kuitengeneza, nimwambie kwamba it's possible, I can make it come true. Kwa hiyo ni maswali unajiuliza. Kingine pia, what fears do they have? Wana hofu ya vitu gani hawa watu? Fear labda ya kulipa ila asifanye kazi yake. Fear labda ya kuomba mshono huyu akapewa mshono mwingine. What fears do they have? Lakini pia, do they have an ability to purchase? Wanaweza kulipia? Wanaweza kulipia, kwa sababu pia lazima uwe na hilo jibu. Watu wanaweza kulipa au unapiga kelele tu? Kuna system moja nitawafundisha. Every year bei yako lazima ibadilike. Kila mwaka lazima bei ibadilike. Isiwe ile ile. Bei ikiwa ile ile una lose the market without you knowing it. Kila mwaka bei? Kama wewe ni mtu ambaye ni most passionate individual, si ndio? Bei yako si labda unauza 300,000. Si ndio? Alafu mfuko ni 500. Si ndio Alafu labda delivery labda 2,000. Si ndio? Let's say hizi ni extra cost cha kufanya mbebeshe mteja wako. Usimbalishe bei. Mbona sasa hivi unapata ile bidhaa kwa shilingi 300,000 na 2,500. Hii 2,500 itoe. Hapana my dear, kwanza utakupa delivery free. Yaani kwamba kisha amelipia vile vitu ambavyo uko unafanya wewe. Why? Bei inapobadilika, nataka nitoe mfano nikuonyeshe, mfano muelewe. Okay. Hii inaitwa soft light. Hii soft light ndo wamechukua idea wakatengeneza hizi taa. Narudia jamani, tusikizane kwa makini. Hii inaitwa soft light. Hii soft light ndo wamechukua idea wakatengeneza hizi taa. Now, hii ni shingapi taa? Nipe makadirio yako. Shingapi itakuwa? Na hii shingapi? 900,000. Hii umesema shingapi? 600,000 kasema 900,000. You see, in our mind, chochote ambacho kina mabadiliko tunaamini kimeboreshwa. Yes. Si ndio So unaposema ile bidhaa 300,000 na 2,500, yeye anaamini kuna kitu kimeboreshwa. Lakini kitu ni kile kile. Ndo Black Friday idea. Blue Monday. Wanasema so TV zetu umeniangalia pako mesita, umeona umeshaibiwa mali Wanakwambia hivi, TV zetu unakuta labda TV imeandikwa labda 2,000,000, si ndio Sawa. Alafu wanafanya hivi.
alafu wanaandika sehemu moja. Ngoja niwafundishe hichi kitu once and for all na msiibiwe tena. Biashara zote Madam Nasra zina bei 3. Biashara zote zina bei? Ulikuwa hujui? Haya, naomba nitolee mfano ile suti niloletea zawadi. Ulinunua shilingi ngapi Uturuki? Sawa Let's say hii suti tunataka tuitangaze waheshimiwa wanunue. Tutatangaza shilingi ngapi? 600 na kila biashara na bei ngapi? Usisahau hilo. Bei ambayo mteja yuko mfanya biashara yuko comfortable kuuza nayo ni hii hapa. Hana shida na apate hasara. But bei anayotangaza ni akisema kuna siku labda anakuambia leo kuna 50% discount, anatangaza hii. Kwa hiyo ukiona TV niko 700,000, TV ni 700,000 hiyo. Afu anakata milioni 2. Sasa guess what? What they do is wanachukua TV piece 100. Alafu wanaweka pale mbele PC 50. Wanasema hizo bei ilikuwa milioni 2 sasa hivi 700,000. Mkinunua zile PC 50 zikaisha, wanachukua zile PC 50 wanaficha afu wanasema sold out. Jumatatu wanachukua zingine kama hizo, lakini bei yake tofauti kidogo, itakuwa milioni 2.5. Lakini kama hizo. Wewe unasema hii jamani mimi kosa nilikuwa naipenda sana. Ya zimeisha hizo. Lakini tumeweka nyingine imeboreshwa kidogo, yenyewe stand yake ni kubwa, bei imebadilika kidogo, na wewe ufuatilie hizo detail. Kuna kitu bwana niliambiwa kaka Henry, watu wanauza TV inchi 65 wanaambia inchi 75. Hawajuagi. Kwa sababu gani wanapima TV hivi? TV inapimwa hapa na hapa. Umeshangaa ushaibiwa shoga yangu. Engo kwa engo. Ndo inchi. Sasa wakishakwambia TV ni milioni 2.5 zinazokuja zimeboreshwa. Nilikuwa naitaka sana. Unaweza kuweka order mapema kwa Jumatatu zinakuwa tayari. Eti kaka, Jumatatu zinakuwa imefika TV. Huo mzigo mpya. Jumatatu Jumatatu. Wanakuchezea usanii tu. Wewe ulikuwa ununuko milioni 2, ukakataa kuleta kwa 700,000. Hii 700,000 wanasemaga we are testing the waters. Kina cha maji. Wakaona kuna pitika. Ndio wanaleta. Kwa hiyo wanakuuzia sasa 2 point. Lakini kwenye 2.5 hata kama ukaomba discount kwa milioni 2. Sikia hasara, lakini tunafanya hiyo madam, tunamfanya sasa mteja wetu huyu alikuwa tangu kule Lumumba huyu. Madam lipa tu, lakini sasa hii hapa inabidi tusikutoe receipt yani. Au tusikupe cable. Yani lakini it's okay. Ask yourself, kama TV inauzwa milioni 2, ufu unauza 700,000. Unalipaje kodi? Because ni bei ambayo inafaa. Kwa sisi tuliosoma kwa kushika masikio hivi, unakumbuka ulikuwa unaenda kununua kitu cha shule. Anakuambia 30,000. Baba anakuja anasema shilingi ngapi sasa? Hatuwezi hiyo bei bwana. Mzee unatoa shilingi ngapi? Nakupa 10,000. Mzee ifai. Mzee kiwa anaondoka anakuambia mzee njoo. Mtoto aende shule huyu bwana. Kaongeza 2,000. Siene ongea haya basi kasome. Anko soma mpe 10,000 yangu hapa. Sasa kama unatangaza 30,000 na mzee tena shilingi 1000. Nasi unanielewa sio? Kila bidhaa ina bei 3. Na wewe lazima maintain that in your mind. Unazo hizo bei? Yeah, that's wonderful. Jamani tumalizie pesa. Sasa kwenye content pillars, hii ni lazima uzigawe content katika makundi 3. Content ya kwanza lazima iwe educational. Educational tuna focus na wale 10%. Alafu entertainment ni kwa ajili ya kumaintain the 80%. So education hii tuna focus kwenye wale 10%. Alafu entertainment tuna focus kwenye wale 80%. Alafu tunakuja kwenye inspirational. Alafu tunakuja kwenye sales. So lazima ugawe content zako katika makundi 3. Kundi la kwanza ni educational content, entertainment content, inspirational content, sales content. Tutazifafanua zaidi hizi, lakini education mmezijua zinatoa elimu. Entertainment zinaburudisha. Inspiration zina motivate them to take actions. Kwenye inspiration ulikuwa ufanye sana. Lazima ufanye sana. Kwenye saikolojia kagugo kinaitwaje hichi kitu, lakini daktari atakuwa anajua. Kwenye saikolojia mtu ana respond kulingana na colors anazoziona. Entertainment
Entertainment 80%. Nitawazi explain zaidi vizuri, lakini nataka nimpe idea ya inspiration. So mtu anarespond na colors. Kama kila saa unagombana na mwenza wako, mkikutana kikao cha familia kugombana nao sana, njoo Media nikushone nguo nzuri tofauti. Sometimes watu wanaona ile nguo inakumbusha memory mbaya. Ushasikia sauti fulani au muziki unakukumbusha msiba wa mtu? Unaona picha fulani unakumbuka kitu. Nguo pia mtu akiona anakumbuka siku mlikuwa mnagombana. Badilisha nguo, shogangu, shona nyingine. Mkutana So hizi ndo inspirational content. You motivate them to do something good. Kwa hiyo ndo inspirational content, you inspire them to do something nice. Yeah, so inspiration zinaingia kwenye 80 na 10%. Na 10%. Zote zinaingia kote. Sales sasa hizi ziko to both as well. Lakini kwa nini nimesema entertainment 80%? 80% mnawajua. They don't buy. But wanakukomentia, wanakushangilia. Wakikushangilia, the 20% wanasema, who is this guy? Kila mtu anamsifia. I better go and try. So that's why. So this is the 80-20 rule. Now, where to show up? Hizi ni platforms. Tutazizungumza pia vizuri kwa undani, lakini ilitakiwa kila mmoja awe na mitandao mingapi? 3. Kwa sababu gani? Wangapi leo mmeingia Instagram the whole day? Wangapi Facebook? Wangapi TikTok? Wangapi Snapchat? You get it? Tunapishana. Kwa hiyo ukisema mimi niko Instagram peke yake, kuna mtu wa Snapchat umpate. Mimi niko Snapchat peke yake, kuna mtu wa TikTok umpate. Kwa at least igawanya mitandao 3. Kwa hiyo ukipost TikTok inakusaidia kupata ile kwenda viral upesi. Yaani TikTok algorithm yake nyepesi sana. Viral. It's easy to go viral and get discovered. Instagram is good for relationship and brand. Instagram is branding. Yani kuna a way Instagram imposition inakaa brand. YouTube kwa authority na monetization. Kwa hiyo at least mitandao 3. You can choose any of the 3. Lakini katika mitandao yako usikose Instagram. Instagram is good for branding. Watu wanaweza kuiona biashara yako nzuri strong kwa sababu ya nini? Ya Instagram. Instagram is imejiposition brand. Unajua, unaweza kuwa very famous on TikTok. No one is DMing you. Enjoy Instagram. Kambili shako star. Instagram is for branding. TikTok is for discovery na kwenda viral na experience. Ndio maana TikTok ilivyoanza ilikuwa ni sehemu ambako we all go to learn some things, some dancing moves. Nakumbuka hadi kuna watu walikuwa watu wazima lakini walianza kufanya zile madance kwa sababu TikTok was teaching us. So TikTok is for just entertainment, engaging, Gen Z vibing na vitu kama vile. Lakini Instagram is very, hata taarifa nyingi serious za serikali zinatoka. Yes. Now Facebook usijezungumza kwa sababu Facebook is the biggest of them all. La sisi tunai-underrate. Facebook ina marketplace. Facebook ina monetization simple and easy kufanya. Facebook yani ina vitu vingi sana. And Facebook ndo inabeba algorithm nzima ya Instagram. Instagram haina enough data. Ina borrow data kutoka Facebook. Okay, sasa hear me. Kwenye marketing wise, Facebook ni nzuri kufanya matangazo nje ya Tanzania. Taka wa Kongo, wa Zambia, wa Marekani. America, nyinyi mna ndugu wako nje, wanatumia ni Facebook. Not Instagram is very Facebook iko Zambia, Malawi, Kongo, wapi wanatumia sana Facebook. Kwa nini? Facebook is easy. Facebook ina Facebook Pay na nini vitu vingi sana. Lakini Instagram is celebrities are doing Instagram, but no, sisi hatutumii Instagram. So Facebook is the best. But tutakwenda slow tutaelewa. Now this is your homework. Your homework, write your niche, define your audience, alafu list 5 content pillars. Sasa naomba homework ikae kwa style hii. Na online pia tufanye hii homework. Ile homework unakumbuka ile ya Musa Yes. Musa is not happy. Juma Juma is not happy. Nenda kamwandikie Juma zile ad blocker zake zote. Ziandike zile ad blocker zote. Alafu ukishazika zile ad blocker, hizo ndo zita act kama our content pillars and content ideas.
Actually, this is a cheat code by the way. Dr. Koja anajua how we get content pillars. Ni ngumu kuliko hii njia. Si unajua nilikwambia Sumaya? Ngoja niwaambie njia inayochukua kupata content pillar ili watu waelewe. Content pillar tunaipata hivi. We tailors ama designer. Tailor. Now 1 2 3 4 5 6 7. Write one thing that is affectiwa na tailoring. Nitakusaidia. Bado hujapata? Occasion. Bado hujapata? Bado hujapata? Mbona mimi nazijua nyingi, mbona hujui? Then ukimaliza kuandika unafanya hivi. Saba na zenyewe. Saba. Then wakati unazungumza kuhusu design unakuja kwenye hapa hivi. Mfano occasion ni outdoor, si ndio? Badala kusema I am the tailor, you say hey guys, so there are 3 tips ni kufundisha kama unakwenda kwenye outdoor event yoyote. These are the colors you should never wear kwenye outdoor. Number 1, those colors ambazo na reflect mwanga sana kama ni event ya usiku. That's not right. Haitapendeza. Number 2, number 3, I'm not an expert. Baadaye ukimaliza you go back to your CTA. My name is so and so, I'm the tailor. Kama unataka kushonea ukapendeza, just tell me the occasion, nitakupa mtindo. So instead of just saying, hey guys, I'm the tailor, na leo nataka, you don't do this boring stuff anymore. You go straight to the zile topic. Sasa hii ni the very tough way to do that. Juma, mchore Juma tu. Jua zile ad blockers done. Me get Hii ni ngumu. It's very hard.